uchawi, asilimia kubwa ya watu walio wengi wamelogwa uchawi huu. Uchawi wa kuwekewa mipaka. Yani uchawi wa kuwekewa mipaka. Huu ndo uchawi ambao nataka niuzungumzie sana. Uchawi wa kuwekewa mipaka. Kuna uchawi wa kuwekewa mipaka. Yani unakuwa hauumi, hauna tatizo lolote kwenye mwili wako, lakini kila hatua fulani ukifikia na kutaka kwenda hatua nyingine fulani inashindikana, unarudi. Haya maisha mimi niliyaishi sana. Uchawi wa kuwekewa mipaka. Familia ikisoma, ikifika form 4, darasa la form 4, inashindikana kabisa kwenda mbele. Yaani unashangaa mtu anaacha shule tu. Lakini pia hata kuhusu kutajirika, yani maisha, unakuta ukoo wao hakuna mtu mwenye nyumba nzuri, hakuna mtu ana gari, hakuna mtu ana biashara, hakuna mtu ana kitu kizuri, hakuna mtu mwenye maono mazuri. Wote ni maskini. Ukitaka kutajirika kwamba unataka kwenda kutoka kwenye umaskini, linatokea tatizo moja matata linakuporomoa mpaka zio. Huo unaitwa uchawi wa kuwekewa mipaka. Yani kuna eneo unakuwa huwezi kulivuka na kwenda ng'ambo nyingine. Piga makofi. Unakuwa ni mtu ambaye kuna eneo fulani ambalo yani limeshakuwa kwamba ndo kwako, yani huwezi kutoka lile eneo, ni wa hapo hapo tu, huwezi kutoka. Lakini sikiliza, uchawi huu mara nyingi huwa unaambatana na pepo la kukutia moyo ili ulizike na hayo maisha kwamba ndo maisha yako. Lakini leo mimi nakwambia ya kwamba hayo sio maisha yako hata kidogo, na unatakiwa yakatae kwa jina la Yesu Kristo. Piga makofi kwa Bwana. Bwana sifiwe. Wengine anawekewa mpaka, hakuna kuheshimiwa, yeye ni wa kuonewa kila siku. Hata hama aende wapi, wanaenda kuinuka watu wa kumshambulia, kumkatisha tamaa, maneno machafu, unasingiziwa hata kama hukuyafanya, na kulazimishwa kabisa kwa umefanya. Jamani, mama mmoja aliwahi kuja kijijini kwetu, amehama kutoka kijiji kinaitwa Mwaningi kwa kusingiziwa wizi. Binti mzuri akaja kijijini kwetu pale Nikoko. Alipofika akafikia kwa ndugu yake, wamekaa mwezi wa kwanza, wa pili ikapotea shilingi tena 500 kwenye hiyo nyumba. Kupiga tathmini, hivi nani kaiba hii hela? Alikuwa anaitwa Meja. Huyo ndo amechukua hiyo hela. Nikafuatwa lizeli moja liganga la kienyeji linaitwa Mwanambe Benwa. Liganga la kienyeji yani lina dawa lenyewe kwamba likichemsha maji yakapogoma namna hii, akiyashika yule ambaye hajaiba hayamuunguzi, lakini akishika mwizi yanamuunguza. Sasa kwa kuwa mganga wa kinyesi amepewa, amenata sikio na aliyeibiwa kwamba kuna dada mmoja na wasiwasi naye, wewe hivi, wewe ukifika pale yani dini na huyo na mimi na wasiwasi ndo kaiba hela yangu. Maskini yule dada alikuwa hajaiba kabisa. Jinsi ilivyokuwa analia nilikuwepo. Likachemsha maji akapogoma namna hii, yanachemka linayashu, yani yakaachwa hapo kwenye jiko, moto na waka hivi. Nikaanza nikamwita, wewe binti njoo tuanze na wewe. Piga.
wakati nione pitamo likawa ni gari kwa watu kwa kuhofia kwamba ataonekana miaka karibu. Akafika akakula alikimbia kwamba amesingiziwa ameiba. Akaloweka mikono kwenye sufuria, anaingiza hivi akaitoa, yani kwa kupiga kelele, aya wewe, nikamkabata nikamingiza leo. Jamani, mpaka anakuja kutoa mikono, ngozi yote ilibaki kwenye yale maji, yalikuwa ya moto vibaya. Kule wakasikia ya kwamba wasomi muhibire walibira makono kimwela kanibire nino, yani wakasikia na kula alikokimbia, wakaanza kukazia, tuliwaambia huyo ni mwizi. Wakati maskini wa Mungu huyo mama alikuwa sio mwizi, alikuwa sio mwizi, ila alikuwa amewekewa mipaka ya kwamba wewe hakuna kuheshimiwa, wewe ni mtu wa kupewa matukio ya kukuvunja moyo na kukuharibia sifa katika jamii. Uchawi wa namna hiyo ni mbaya sana. Unaweza ukapewa ukawekewa mipaka ya kwamba wewe ni mtu wa kusingiziwa mwizi, wewe ni mtu wa kusingiziwa menzini na watu, wewe ni mtu wa kusingiziwa mchawi, wakati maskini hujui chochote. Sasa shetani ana tabia ya kuweka mipaka, anakuwekea mpaka kulivuka lile neno ili ufike kwenye mazingira na wewe utajwe ya kwamba sio mchawi. Haiwezekani. Unajitetea mbele za watu, hawakuelewi. Unajaribu kila namna kujitoa kwenye hiyo hali,